unatakiwa utafute watu wenye hivi vitu kama unataka kwenda hatua inayofuata kutoka sasa hivi. Cha kwanza, lazima kwenye network yako upate watu wenye kitu kinaitwa reputation. Ni mtazamo wa mtu kuheshimiwa na kuaminiwa katika kitu anachokifanya. Kama nimekuona na huyu jamaa, kama nimekuona na huyu dada, basi you are the right person to do this job. Lazima uwe nao. Building brand is expensive, kujenga brand. Na mpaka uifanye brand yako binafsi iweze kukubeba, inaweza kukuchukua miaka mingi sana. Njia mojawapo ya kuharakisha unakokwenda ni kufanya kitu kinaitwa leverage. Una leverage kwenye brand za watu. Ina maana kuna mtu anaweza kukuamini wewe sio kwa sababu anakujua, ila kwa sababu anamjua uliyeambatana naye ambaye ana reputation. Ndio maana kwenye matangazo ya biashara, kwa nini makampuni makubwa yanatumia wasanii au yanatumia watu maarufu? Ni kwa sababu ya kitu kinaitwa reputation. Ni kwa sababu kuna wakati watasema hata wewe mwenyewe bila kujua kwamba wamesema. Wataongea, utashangaa tu umeitwa sehemu, umepewa tenda, umepewa nafasi, umepewa fursa. Hakuna ujui umetokea hapa, lakini kuna mtu mwenye reputation anasema, "Matafuta mtu wa namna hii. I think this guy can do this job." Watu hawakuamini wewe. Wengine wanaweza hata wasijue kampuni yako. Some people wanaweza hata wasikuulize umesoma wapi, wala umesomea nini. Wakasema tumeambiwa unaweza kufanya kazi. Can you do this job? So, katika siku yako naomba ukague, uangalie. Kama hauna watu wa namna hiyo, meaning inatakiwa uanze kuangalia namna kuwatengeneza. Moja, lazima uwe mtu ana medical kama nilivyosema. Lazima uwe mtu ambaye anafahamu mambo ya medical kwenye network yako. Either daktari, sio pharmacist, lakini lazima upate mtu anayeelewa medical kwa sababu ni area ambayo, kumbuka kwenye wealth tulitaja ni area moja hapo. Pili, mtu anajua sheria, lawyer. Ni muhimu sana uwe naye kwenye siku yako. Mtu mwenye knowledge ya mambo. Tatu, lazima uwe na mtu ambaye anajua issue za spirituality, mambo ya kiroho. So, my point ni kwamba angalia unakotaka kwenda ni wapi, then usiwe tu na network ambayo ni professional peke yake. Kuna vitu vinaitwa supporting network. Kwa mimi sio mwanasheria, lakini knowing about law, kuwa na mtu mwenye msaada wa kisheria, kwa sababu mambo yangu mengi nayofanya yanahusisha sheria. Kwa lazima nipate mtu namna hiyo. Tumeelewana? Mtu mwingine unamhitaji ni mtu mwenye knowledge ya finance na investment. Sio anayekufundisha kutumia, anayekufundisha namna ya kuwekeza, anayekufundisha namna ya kubana matumizi, anayekufundisha namna ya kuzalisha pesa zaidi. You need such kind of a person in your life. Kwa knowledge ni area nyingi. Kwa angalia network yako, angalie na watu aina gani wenye hizi knowledge. Wengine wapo wengi, nimetaja tu kama mfano, lakini unaweza kaangalia maeneo mengine. Lakini hayo ni maeneo kati ya maeneo ya msingi ambayo unatakiwa